Hili hapa. Safi sana kijana wangu. Ndiyo mkuu. Una uhakika ni lenyewe? Ndiyo mkuu. Nina dume? Ndiyo. Safi sana. Sauti yako italala miaka 1000 mpaka pale kizazi kisichoogopa laana kitapotokea katika hichi kijiji. Subiria uone. Nilifunga kwa sababu hamwezi kuniua. Hamwezi kuua haki yangu. Nao watakaoanza kuvunja hiyo laana watakuja kwa kicheko, watarudi kwa kilio, na nitarejea. Naona uamini kama tumemaliza chuo mpenzi wangu. Inatupasa tuamini kwa sababu tayari tumeshamaliza. Unajua mambo yote haya yamepita kama ndoto tu. Hivi unaamini kama hii safari itabadili kitu? Naamini nitafungua macho. Kwa sababu msitu ambao tunauenda ni msitu mmoja wa kihistoria. Na kupitia msitu tutajifunza vitu vingi sana mpenzi wangu. Lakini pia utakuwa kama mwanzo wetu mimi na wewe. Na mimi je, nipo kwenye ndoto zako za maisha baadaye? Unapenda kuuliza hilo swali my love wangu. Ile kiasi mimi nakwambia yako kwamba siwezi chochote kile bila wewe. Sitamani mafanikio yote yaje katika maisha yangu bila wewe. Sitamani nipate kazi aina yoyote mpenzi wangu. Wewe ndio ndani wangu. Nakupenda nana wangu. Nakupenda pia. Nikisikia hivyo naogopa. Yaani watu wengi wao huahidi vitu lakini si rahisi kutimiza. Tumeishi mimi na yeye miaka mingi sana. Kwanza tupo chuo na mpaka sasa hivi tumehitimu. Inapaswa kwa sasa hivi uniamini sasa. Kweli.
Udeba, unajua mimi sijakuelewa kabisa kuona kwenye hii tour yetu leo. Maana wewe sio mtu aizipigo kabisa kuja huku. Vipi tena? Ni kweli. Lakini kipo kitu kimechonifanya mimi kuwepo hapa. Na sababu maalum zimezonifanya mimi kuendelea kuwepo na kufika katika sehemu hii hasa. Kitu gani hicho? Zipo sababu na kipo kitu na hasa ni mtu alinifanya mimi kwa sasa niweze kufika katika nyakati hizi, tena kwa wakati huu hapa. Mwanangu, unataka uniambie kuna mtoto wa kike kakufanya uje huku? Sasa mtoto gani huyo? Ni malaika kaka. Malaika? Sema mwanangu una siri sana. Kwa unataka kuniambia malaika ndio kufanya uje huku? Ni malaika. Unamuelewa nini mwanangu? Sio kweli. Mimi kikweli singejua, maana nimeshangaa sana kuona ujio wao huku. Nampenda sana. Ni mwanamke ambaye ninapomtizama ninavutiwa naye sana. Na sio kidogo. Mimi na imani kikubwa kilichonileta ni yeye na sio kingine. Kwa hiyo hivi ushawahi kumwambia kama unampenda? Amna bado. Hujamwambia kama unampenda? Sijawahi kufikisha taarifa hiyo. Ni bora sasa ukamwambia, maana na huu muda ambao tuko hapa ni muda sahihi sana wa wewe kufikisha hisia zako juu yake. Maana muda wote nimemwona ametulia zake tu pale. Ni kweli. Lakini unabidi usome na kuangalia mazingira ambayo aliyopo naye pale kwa nyakati hizi, kwa sababu sio pale tu ambapo unapofikiria kuweza kufika au kufikisha pasina kusoma nyakati zilizopo unaweza karibu. Mwanaume ni mtu ambaye anatumia sana akili na sio mwenye kukurupuka. Poa mwanangu. Basi hakuna shida. Mimi na imani nyakati zitakapofika au sio nitafikisha hicho kitu. Pamoja sana. Asante sana. Poa, utakavyoona ndugu yangu. Pembe hili linaonekana ni la zamani sana. Ndiyo yasemayo malaika. Unajua ile eneo linaonekana kama ni eneo la kiasili hivi. Uende labda hapo nyuma ilikuwa inatumika kuwafungia watu au mtu. Sikizeni niwaambie ndugu zangu. Kwa jinsi mimi ninavyoona, hakuna tena umuhimu wa kuendelea kukaa hapa. Ina maana muda wote tulioko hapa sio kubwa ni hicho kitu ambacho kilichoka hapa mbele yetu, si ndo maana? Ama kweli wakishua tabaki kuwa na wakishua tu.
hali halisi ambayo imetokea hapa kila mmoja wetu ameiona. Na hakuna mtu ambaye amelazimishwa kuja huku. Hivyo basi lazima tuwe na akili. Isitokee mtu mwingine tena akagusa kitu. Inabidi turudi salama kama tulivyokuja jamani. Nadhani tumeelewana. Mnafanya nini hapa? Nana, tuko kidogo tunajadili kuhusiana na ile hali ambayo imetokea hapa asubuhi. Kwa mmeshinda kujadili, tupo wanachuo wote tumekaa pale, mnakuja kujadili pembeni tena wawili tu. Malaika alijawa na hofu sana. Akanifuata akaniambia kwamba anaogopa. Na mimi kama nikiwa kiongozi wa ile kundi, nikajaribu kumuelewesha na sio na hofu yoyote na wangu. Lakini hakuna kingine ambacho labda unakifikiria. Nakupenda na wangu, naomba unielewe mpenzi wangu. Afu Nana, kwa nini unapenda ugomvi? Mimi tulikuwa tunazungumzia tu mada ile imetokea pale. Ugomvi, wewe ndio kupenda hivi. Au unaongea tu? Nimekwisha kuambia kwamba Malaika alikuwa anaogopa. Ikabidi niite mimi private na kuniambia. Na hapa alipo alikuwa anadai kwamba anataka kurudi, lakini nimejaribu kumuelewesha na kumshusha pressure. Nana, nakupenda mpenzi wangu. Siwezi kufanya chochote kile ambacho wewe unakifikiria. Siwezi kukuchiti. I love you. Na wewe unaelewa. Mimi nahisi kuna kitu nimesahau kwenye gari. Nyie nendeni. Mimi subiri nikakiangalia hicho kitu. Wewe nenda utanikuta hapa. Mimi nakusubiria. Poa basi. Wahi. Saidi, bado nampenda Malaika? Siwezi kusema hapana. Na wala siwezi kusema ndio. Najua moyo wako haupo kwangu kamilifu. Ni vile tu kuniridhisha. Nisikizeni nikwambie. Gari limepotea. Mimi nikataa, unajua unaongea vitu vya maana. Hivyo unadhani kuna mtu unaweza ukaongea hivyo? Kwanza mimi siwezi kukuelewa. Gari limepotea. Gari limepotea jamani. Yaani linapoteaje kwa mfano? Niaminini. Gari limepotea kweli. Afu mzee Zobangi amekuja kutufutia wewe. Bangi gani? Nimetoka huku nimeenda kule. Cha ajabu sasa mauzozo ambao nimekutana nao. Kwanza nimekuta gari na wakataa. Alafu nimechungulia ndani. Hakuna hata dereva mwenyewe. Nataka kufungua mlango, gari kapotea.
Na hizo bange mnazovuta ndo zinasababisha. Afu wewe. Jamani, nisikizeni niwaambie kitu. Mimi siongopi. Jamani, huyu ni mtu mzima, mkae mkijua akiongea kitu kina maana yake, hawezi kuropoka tu kama mtoto mdogo Jamani, tujaribu kusikia anachokisema Nana kwa sababu Yuzu ni mtu mzima. Na hapo kuna zaidi hata masaa 3. Chuma na Tasha hawaonekani ama mazingira. Kwa sasa hivi kwanza tujaribu kufocus na kukaa pamoja na tujue wenzetu wameenda wapi na sio malumbano. Afu ni kweli mwenye na muda kweli sijawaona. Unaona sasa? Wakati tunaanza kumtafuta mtu ila akili yako yote ipo kwa malaika tu. Lei, uso wakati wa wivu. Lazima ujue kwamba kwa sasa hivi tupo wakati wa hatari. Unaona sasa? Unaona? Yaani huwezi kutafuta ukweli. Hivi Lei, kwa nini unataka kujua kama mimi na mpenzi wangu Nana? Na nimetulia naye tu. Na malaika kama alikuwa ni ex wangu basi ujue ameshapita. Okay. Sawa. Twende tukamtafute. Hilo mwingine maana sana. Jamani, nimeona damu kule na hizi zitakuwa chuma. Damu? Nimeona damu kule. Jamani, mtu anafarikije kwa safari ya siku moja? Hiyo ni laana.